na Linga Faume. Niko tena na Chief Nzobane kama Zumfela, Dominic Salamba. Tupo hapa kuzungumzia michezo. Leo tumekuja kwenye unga mwingine kidogo ambapo tumeweza kushuhudia muda mchache uliopita Young Africans waliweza kumtangaza mshindi wa dhabuni ambaye ataenda kusimamia au kujenga uwanja wa Young Africans ambao utajengwa pale katika viwanja vya Jangwani. Sasa tuko na mtaalamu hapa Chief Nzobane kama Zumfela aweze kutupitisha kwa GSM kuweza kushinda zabuni. Kwanza nini ambacho kimefanya mpaka ashinde GSM, lakini pia ushindi wake una maana gani sasa kwa Young Africans? Tutarajie kwamba ushindi wa GSM kwa maana Young Africans wako serious kiasi hicho mpaka uwanja unaenda hatua kwa hatua, na mwisho siku mtu kama GSM ukishasikia kwamba amepewa timu, amepewa jambo lake alisimamie, unakuwa huna mashaka nalo. Karibu Chief Nzobane. Binafsi nafikiri ni mwendelezo kwenye kile ambacho tulikuwa tumekianza tokea uongozi wa Engineer Hersi uingia madarakani. Miongoni mwa ahadi ambazo alikuwa amezitoa ni kuhakikisha kwamba katika kipindi cha uongozi wake basi watafanikiwa kuweza kutengeneza uwanja wa club ambao kimsingi imekuwa ni nguzo kubwa sana ya maendeleo hasa katika mpira wa miguu. Yani there is no way ukauchukua mpira wa miguu ukashindwa kuhusisha na nguvu ya mashabiki, kwa sababu hata hao sponsors ambao wanakuja apart from success ambayo timu inaweza kupata, lakini mwisho wa siku nguvu ya mashabiki ndio ambayo inaweza ikatoa sababu na nia ya watu kuweza kuja, kwa sababu mashabiki ndio walaji. Wanakula vipi? Kwa sababu timu kama ya Yanga ukiangalia kwa idadi ya mashabiki walionao, wapenzi walionao ni watu wengi sana. Unaona kiasi kwamba sasa wale wote wakiwa sehemu ya mafanikio ya klabu, maana yake wanaweza wakashiriki na mmoja nyingine katika kuweza kununua bidhaa sawa, lakini pia kupeleka visibility kwenye ile product zao mbalimbali, nembo yao. Kwa hiyo unakuta mashabiki ni nguzo kubwa ya kufanya timu iweze kuwa na sababu ya kukaa mezani na kutengeneza mikataba. Leo unaona hata kwa upande wa Azam Media ameingia ule mkataba wa haki na matangazo hizi klabu mbili kwa gharama kubwa sana. Kwa ajili ya kuingia na Lipuli, kwa ajili ya kuingia na Dodoma Jiji, aliangalia kwamba Simba na Yanga ndio ambao wana visibility kubwa. Wakiwa wanacheza sehemu kubwa ya Tanzania wanapata nafasi ya kuweza kuangalia mechi kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo ukichukua hiyo haki, maana yake unaweza ukafanya chochote, ukajitangaza bidhaa zako, lakini pia sio yeye tu Azam peke yake, na makampuni mengi ambayo yanaingia kwenye Azam Media. Maana yake kiingia pale kwenda kutangaza matangazo, anajua kwamba huyu Azam ambaye tunampa matangazo yetu ana uwanda mpana wa kuweza kuangaliwa na mashabiki wengi nchi nzima. Kwa hiyo ngoja tukatangaze na Azam na sio chaneli nyingine au sio na media nyingine. Kwa hiyo ilikuwa jambo la msingi. Lakini pia tunajua kwamba kwa kipindi hiki ambacho klabu imekuwa imekosa kiwanja, imekosa mapato mengi sana, hasa yale ya home ground mengi. Muda mwingi Yanga amekuwa kiama, unakuta mara wako uwanja wa Benjamin Mkapa, mara wapo Azam, mara wapo Mwenge, kesho utasikia wako Isamuyo, mara wako Zanzibar. Lakini kama ungekuwa na sehemu yao nyumbani ambayo ipo, uwanja ambao una hadhi unaweza kutumika, usingesikia yakitokea mahangaiko, lakini pia timu inakuwa inapata utulivu kwa namna moja ama nyingine. Ndio na viongozi sasa wakaja wakaamua that's fine, ngoja tuende kwenye kiwanja. Walianza mchakato kwa tukashazungumza. Walikuwa wanataka kupata ukubwa wa eneo kuweza kulistrengthen. Jambo lilikuwa ni gumu kidogo, lakini serikali ikaweza kuwarahisishia. Katika siku yao ile wananchi wakatangazia kwamba Mheshimiwa Rais chini ya wizara husika imekubali kuweza kuwaongezea eneo ambalo lilikuwa ni sehemu ya mradi wa DMDP, kwa maana ule mto Msimbazi na Jangwani kuweza kutengenezwa. Ikawa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, watu wakaona basi ni kimya. Sawa, eneo limetoka, serikali imetoa hati, nini ambacho kinaendelea? Yakawa maswali mengi. Hawezi kuwa ni propaganda, hawezi kuwa ni nini, hawezi kuwa ni kampeni, vitu vingi. Lakini juzi kati wakaja wakatoa tangazo la kuweza kufungua sasa makubaliano, kufungua uwanja wa watu kuja kuomba tenda, uzabuni shirikishi baina ya klabu na watu wafike waweze kuomba, na wakawa wameshare baadhi ya michoro husika ya kiwanja na gharama na maeneo ambayo yanatarajiwa kwamba uwanja wetu tunategemea utakuwa na gharama za kiasi hiki. Kwa hiyo wewe kama mdhamini unaweza ukaja ukaomba kuwa sehemu ya uwekezaji huo, whether ikawa ni kwenye ujenzi, hatua za awali, hatua za katikati, au hatua za baadaye, au kwenye finishing. Kwa hiyo ni wewe tu utaandika andiko lako, utalileta pale ukielezea kwamba wewe kwa mgawanyiko huu tuliouweka
unaweza kwenda kutusaidia katika maeneo yepi na kwa makubaliano gani kati ya management na mhusika, na ndio ambacho haja kufanyika, na leo hii wakawa wametoa hayo majina na GSM wakawa wameshinda katika hatua ya awali. Karibu na Linga. Sasa tumwangaza GSM kwanza. Ni mtu sahihi kwa kushinda zabuni? Unaamini kwamba atafanikisha hili jambo kwa usahihi? Kwa wewe unavyomtazama GSM na unavyoona kwamba kwenye mambo ya ujenzi ya uwanja, kwanza na huo uzoefu labda, kwa sababu ni project kubwa, ndio ni project ya mara ya kwanza tunaifanya. Ukiangalia kampuni ya GSM, uzoefu wake, biashara anazozifanya, na mambo mengi ambayo anafanya kwenye hiyo kampuni. Je, anakuwa ni mtu sahihi au ni kwa sababu alikuwa tu tangu mwanzo yuko part of the club, wakaamua kwamba kwa sababu tumeanza naye kwenye tangu Yanga imejikwamua kwenye mchakato mbovu wa kiuchumi, ikaona hamna namna, kwa sababu ameshinda basi tumpe. Nafikiri kwanza huu ni mchakato wa kwanza kwenye JV. Ndio. Na kinachoangaliwa jambo la kwanza ni tutasema ni financial muscle, nguvu kubwa kiuchumi. Ndio utakachokiangalia. Yaani lazima uweze kucompare versus kwamba una project ya milioni 500 na Linga. Unataka kushirikiana na mimi na shilingi 50,000. Can we work together? Haiwezekani. Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye anaweza kwenda beyond na kile ambacho unataka kuwekeza. Kwa maana nguvu yake, bank statement yake iwe inasoma zaidi ya kile ambacho mmekubaliana. Ili hata kama katikati zikitokea other calamities, baki kunaanza katokea majanga katikati. Kwa sababu huu ni mchakato. Ujenzi wa uwanja ni mwaka mmoja mpaka miaka 3, hata miaka 5 uwanja vinajengwa. Hasa katikati inaweza katokea jambo lolote lile. Whether lilikuwa ni man made au ni natural events katokea, hazards. Na kwa baadhi ya gharama zikaenda kuongezeka maradufu. Hasa ukimpata mtu ambaye hana nguvu kubwa kiuchumi, anasema bwana hapa ni bilioni 30. Na mimi tayari nishashatua bilioni 10. Kama imetokea mafuriko mimi anihusu. Mnaingia kwenye migogoro ya nini? Ya compensation na vitu vingine. Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye atakuwa na nguvu kubwa kiuchumi. Ukompare na kile ambacho unawekeza. Kwa hiyo kwa GSM no doubt wote tukujiza ni mtu ambaye amefanya mengi kwenye klabu ya Yanga ameyafanya. Na uwezo wake kiuchumi hauna shaka umedhihirika kutokana na mengi ambayo ameweza kuyafanya, lakini pia mahusiano yaliyopo baina yake na rais wa klabu ya Yanga yamekuwa ni sehemu chachu. Hata leo serikali zetu zinakuwa zinafanya kazi na watu au na nchi au mashirika ambayo kuna kitu kinaitwa mahusiano ya karibu. Kwa hiyo leo hii maana yake kuna maeneo mengine klabu ya Yanga inaweza ikapata privilege kwa namna moja au nyingine. So sio hicho tu kikazi. Lakini mtu ambaye naye pia ana interest kwenye Yanga. Sio, unaelewa? Naye ana interest kwenye Yanga, maana kwamba anaitumia Yanga iko ni sehemu ya kuweza kutangaza matangazo yake, lakini pia jezi za Yanga ambazo anavaa yeye ndo anazalisha. Kwa hiyo na yeye ni mdau mojawapo wa Yanga. Ndio maana kitu inaitwa ni JV, joint venture. Ni mashirikiano ya pande mbili ambazo zinakwenda kubaliana kufanya jambo kwa makubaliano ambayo watakuwa wamekubaliana baada au wakati wa mradi. Sawa, Chifu, nina swali hapo. Nataka nijue sasa kwenye hivi vitu uzoefu huo hauangaliwi. Kwamba labda huyu mtu alishaye kujenga miradi mikubwa huko nyuma au labda alishaye kushiriki kwenye ujenzi wa viwanja vikubwa. Young Africans hawajaliangalia hilo kwa sababu utanisaisha kama GSM alishawahi kuwa na hizo project kubwa za ujenzi, kwa sababu hapa ni unajua unaweza kuwa una hela umezungumza kwamba lakini hujawahi kushiriki kwenye mambo ya ujenzi, kwa hiyo hujui namna gani ambavyo miradi mikubwa ya ujenzi inavyoendeshwa, na ni mradi wa miaka 2 mpaka miaka 3 umezungumza. Huoni kwamba uzoefu unakuwa unaweza ukasaidia kidogo na Young Africans wangeliangalia kwanza, sawa una pesa lakini uzoefu upo? Nafikiri swali lako nitajibu katika mazingira mawili. Katika tu scenario na hii nyingine nitazungumza kama ni kumzungumzia, lakini nafikiri nitajibu kuelekea mambo tunachokifahamu. Kabisa. GSM pia miongoni mwa miradi yake ya kwanza, biashara za kwanza ilikuwa ni biashara ya majengo. Na hata engineer unamwona engineer sio engineer wa magari, ni engineer wa ujenzi. Yaani hata engineer sio engineer wa magari au umeme. Ni mambo hayo ya ujenzi. Na ndo alikuwa anasimamia project zote za ujenzi za GSM kabla hajamishia nguvu kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo GSM amejenga. Na ndio miongoni mwa biashara zake ambazo alikuwa anafanya kubwa, amejenga majengo makubwa sana. Amejenga majengo taasisi nyingi sana. Kwa hiyo kwenye hilo eneo yuko vizuri. Na ndio maana akasema leo una engineers na engineer wengine wengi ambao anafanya nao kazi katika hilo eneo. Lakini kwa upande wa pili, ukishakuwa na pesa, sawa, wewe umeingia mkataba na mimi.
nitakujengea. Sio lazima mimi nijenge. Kuna kitu kinaitwa subcontract. Sabu. Mimi nimeingia mkataba na wewe, mimi nakwenda kuichukua kampuni nyingine, whether from Chinese, from Korea, from wapi, naingia nayo makubaliano kama ni sabu. Wanakuwa nakaa, wewe unakuwa wafahamu wao, wanaangalia mimi. Kwa sababu vivyo kuna mambo ya teknolojia yanaingia pale. Unaona, yanaingia, unaona. Kuna mambo yani ya equipment za kisasa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta hivyo. Kwa hiyo anaweza pia akatumia subcontractor, akapatikana akafika pale, akampa kazi. Halafu wao wakawa wamekatana katika namna ambapo wanakuwa wanajua. Kwa hiyo kuna mgawanyo wa zile tenda kazi. Lakini kimsingi ni mtu ambaye ameshiriki katika haya majenzi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ana uzoefu naye, lakini hata kama angekuwa hana uzoefu, kwa pesa alionayo ingeweza kufanya kazi ya kuweza kufanya kazi ambayo Yanga walikuwa wanahitaji. Sawa, tumalizie na hili swala la mwisho. Yanga Africans wanaenda kwenye mfumo wa mabadiliko. Kuna ile kugawana asilimia kwamba 49 za wawekezaji, 51 za upande wa wanachama, na ndo structure ya mabadiliko ambayo Yanga wameyachola mpaka sasa hivi ndo hayo. Tunamwona, naamini na mimi kwenye akili yangu, JSM anaweza kawa miongoni mwa watu ambao pia wanaweza wakachukua asilimia kwenye upande wa wawekezaji. Possibility hiyo ipo kubwa, Chief Nzobani. Sasa hakutakuwa na conflict of interest kwamba kwa sababu huu uwanja unaojengwa utakuwa upo kwenye jumla ya asilimia kwenye upande wa Yanga, au ndo wataanza kukatana huko moja kwa moja? Nafikiri haya mambo ya kibiashara, hizi ni biashara. Ndio. Na kila item ina agreement zake. Ndio. Yaani item ya kiwanja ikifungwa inakuwa ni deal close kati ya GSM na Yanga. Ndio. Na watatengeneza makubaliano yao ya namna kuweza kulipana. Kipi ambacho Yanga watakitoa ili GSM waweze kucha kile ambacho anakihitaji. Leo hii akiingia kama ni moja wa investors katika zile shares zile. Sawa? Whether akala labda pengine majority share. Au labda akawa ni minor share kwenye club. Na kwenye pale mnakwenda mnakubaliana kwenye which aspect ambazo mnakwenda kubaliana. Yaani sio kwenye kila eneo mnakwenda kwenye share, kuna maeneo. Sasa mtakapoingia pale maana ile eneo litakuwa lishafungwa. Na ndio maana kuondoa mgogoro waliamua kutangaza ili yeye kutoa ile tunasema ile proof of no doubt. Kwa pengine mlimpa tu kinyemela, tulitangaza tukatoa siku za kisheria. Yeyote ambaye anafikiria anaweza kaja kawekeza aweze kufika. Tukakaa, tumepata hawa, tumefanya mchakato, huyu ameshinda. Kwa katika eneo la kiwanja, hii tunasema ni project ya tofauti, ambayo yenyewe pia inaweza kwenda kuingia kama ni sehemu ya asset za nini? Za club. Na kwenda kuongeza thamani ya club. Unaelewa? Kwa hiyo unapoingia tena kwenye eneo lingine, maana yake tena mnakuwa na makubaliano mengine. Kwa hiyo nafikiri utaratibu ambao upo na ni utaratibu wa kawaida. Kikubwa tu ni kupata watu ambao wataweza kusimamia maslahi ya klabu na kuweza kupitia vizuri mgawanyo wa hivi vitu unavyokwenda. Sababu kuwa na mipango mizuri, kuwa na njia nzuri sio issue. Issue kupata watu ambao wanaweza wakaigeuza ile mipango mizuri ikaenda kuleta manufaa makubwa kwa ustawi wa klabu husika. Kwa sababu kwa siku wana Yanga ambacho wanataka kuwa timu yao ikiendelea kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hawatazamii kuona na kama mchezaji ambaye kesho na kesho kutwa anakuja kuwarudisha nyuma na wakaweza kuanza upya. Kwa hiyo nafikiri kwenye ile SMT yao ile, kwa maana ile kamiti yao wanaweza wakakaa, wana watu wenye weledi, watakubaliana na haya ambayo wameyazungumza. Maana leo tu ilikuwa ni kutangaza. Lakini hatujajua kwamba wamekubaliana kwenye which aspect. Ni maeneo gani ambayo wamekwenda kukubaliana. Yeye anakwenda kuchukua ni overall activity za ujenzi wa uwanja au kwenye baadhi ya maeneo, yote yatakuja kujulikana. Lakini all in all, kwa kuweza kumpata GSM na kumtangaza, maana yake inakwenda kutoa taa ya kijani kwenda kwenye kuanza shughuli ya ujenzi wa kiwanja ambazo mimi ninazo kabla ya mwezi wa 5 ujenzi unakwenda kuanza, ambazo mimi ninazo kabla ya Mei ujenzi utaanza kwenda kuanza kwa kiwanja pale wakaunda, na pengine kwenda kutuza ndoto ambayo viongozi wengi waliopita na wengine Mwenyezi Mungu ameweza kuwachukua walitamani kuweza kuifikia lakini hawakuweza kufikia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ndio inakwenda kutoa sahalati kwa mashabiki wa Yanga kwamba saa hizi waweze kutana kutoka kwenye mashabiki waende kwenye wanachama ili sasa waanze kunufaika, lakini pia kuinufaisha klabu. Klabu inaingia kwenye makubaliano ya zaidi ya bilioni 20. Maana yake hii kwa lugha nyingine ni kama ni mikopo. Unaelewa? Ni kama mnakopwa sasa. Kwa sababu yeye hawezi akakeza bilioni 20
hata kama mtakuwa mna mashirikiano, maana siku zote ije kurudi. Ndio. Unaelewa? Lazima siku ije kurudi. Sasa ni wakati sasa wa wanachama kwenda kuongeza nguvu ya upande wa pili. Kwamba sasa hata kama ikitokea kesho na kesho kutwa mahusiano yao katika timu iwe na uwezo wa kuzalisha zaidi ya kiwanja. Yaani bajeti ya timu, makusanyo ya timu yanatakiwa yazidi uwekezaji ambao ufanyika. Kama uwekezaji ni wa 40B, kwa timu jitahidi walau iwe inakwenda kwenye 60+ katika makusanyo yake ya vyanzo vyake. Na chanzo kikubwa cha msingi na ambacho hakina mawaa cha ukweli ni issue ya ada za wanachama, enrollment of the fans na membership of the club. Hao ndio watu wa msingi sana kuweza kufanyia kazi. Kukiangalia resources zipo, wana watu wengi, hasa mkiwa mnaweza kufanya enrollment ya membership sawa na hawa na mashabiki, mkawa enroll wakapatikana zaidi, mkawa mna wanachama zaidi ya milioni 5, maana yake unakwenda kutengeneza almost zaidi ya bilioni 110, ambazo bilioni 110 ukija kwenye bilioni 40 ya kiwanja inakuwa ni minute, ni kitu kidogo ndani ya kitu kikubwa. Kwa hiyo nafikiri ni nafasi ya watu wa wanachama. Ndugu yangu Ibra ana kazi ya kwenda kwamba sasa takiwa aanze kukimbia sasa kwenda kwenye kufanya wanachama wao waweze kuwa juhudi, lakini pia waingie na wenyewe wawe part and parcel ya uwekezaji wa klabu yao. Bwana Chief, nikushukuru sana. Ndio. Nimekuwa na wakati mzuri, tumeweza kudadavua kwa kina kwa yule ambaye hajaweza kufahamu namna gani ambavyo GSM ameweza kupata hiyo tenda. Ni kwa maana Young Africans walitangaza hadharani kwamba yoyote ambaye ana uwezo basi aje tuweze kushirikiana kujenga uwanja. Naitwa Nalinga Mfaume. Muda wote ulikuwa na Chief Nzobane kama Zumfela. Kumbuka hii ni Salamba TV, tunapewa nguvu na Helabet, Vini Kolomboka, EasyPads, lakini pia bila kusahau Super Banco, lakini pia Kavido House of Switch Code. Tukutane wakati mwingine.